PowerPoint. Unapoizungumza biashara Tanzania na jiji la Dar es Salaam, moja kati ya maeneo makubwa ambayo utayatazama kwa mara ya kwanza ni eneo la Kariakoo. Imekuwa bahati leo kwenye PowerPoint tuko na mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo. Tunataka kufahamu vitu vingi na yuko hapa kwa ajili ya kutujuza vile ambavyo sisi huenda hatuvifahamu au tunavifahamu kwa juu lakini undani wa mambo bado hatujaujua. Tuko na Mr. Severin Mushi. Huyu ndio mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo ambaye hivi karibuni wanajumuiya wamemwamini na kumpa nafasi ya wao kuwa kiongozi wao. Mwenyekiti, karibu sana M-Media. Asante sana. Ndio. Naam. Kwanza tungependa kufahamu hasa majina yako ni nani? Karibu sana. Naitwa Severin Mushi. Ni mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo. Ndio. Naam. Hongera pia kwa kuaminiwa na wanajumuiya. Asante sana. Ndio. Naam. Hivi karibuni tumetoka kwenye uchaguzi. Ndio. Na uchaguzi huu ulishinda kwa kishindo kikubwa tunaweza kusema. Kweli. Kwa sababu wengi huenda tulikuwa tunamtazama mwenyekiti mtangulizi wako kama ndio mpinzani wako wa kwanza. Lakini alipata kula chache sana ukilinganisha na matarajio ya sisi watazamaji huku nje. Ndio. Kishindo chako kinatueleza kwamba ama kinamaanisha ni kwamba wafanyabiashara wana imani kubwa sana na wewe? Na ndio, wana imani kubwa, lakini pia mimi nimekuwa Kariakoo kwa muda mrefu, miaka zaidi ya 20. Kwa maana nimekuwa ni mtu ambaye mahali naona paendi sawa nimekuwa nikishauri. Yeah. Lakini mtu ambaye nimekuwa sina kauli mbili. Nimekuwa nimenyooka, kama ni moja tunasema ni moja, kama ni mbili tunasema mbili. Na ndio maana wamekuwa na imani, kwa sababu huko nyuma tumeona baadhi ya viongozi wakiwepo pale, yani hawawasilishi yale ambayo yanatokana na wale waliowachagua. Yani kiongozi akishachaguliwa basi sasa anasema kama yeye kutoka kichwani kwake, na hiyo nafikiri imechangia kwa watu kukosa imani na uongozi uliomaliza muda wao. Lakini sisi tuliwaahidi kwenye kampeni kwamba tutasema yale yanayotokana na wao, lakini tutawaongoza katika kweli, tukilenga kuhakikisha kwamba tunashirikiana na serikali kuhakikisha eneo letu la biashara la Kariakoo linakuwa salama, lakini biashara zinafanyika kwa amani na kodi zinalipika. Okay. Uliahidi pia kutokupandisha mabega. Yani kwa uongozi uliopita tuliziona hizo dosari za kupandisha mabega. Unajua unapoamua kuwa kiongozi lazima watumikie watu ambao wamekuchagua. Yeah. Na ni muhimu kabla ya jambo lolote ukawa unashirikisha lakini na kushauriana nao. Na ndio jambo ambalo mimi binafsi nimekuwa nikifanya. Nikipata kama hatua ya leo naambia leo na mwaliko mahali fulani, kuna kitu ungependa kuniongezea katika yale ambayo ninayo. Kwa hiyo ile ahadi yangu bado ipo, siwezi kupandisha na sitopandisha mabega kamwe. Na nafikiria kuongoza katika haki lakini na kweli, ili tutakapomaliza muda wa uongozi tukirudi tena katika uchaguzi mwingine tusije tukaangulia kura 12, kwa sababu uongozi, unajua wewe unayemaliza muda ndio unakuwa na kazi kubwa sana. Kama umefanya vizuri wala una haja ya kujieleza, unawaambia tu kama mnahisi mnapaswa kuendelea na nini, basi mnanipa kura. Lakini mtu anayekuja mpya ndio anakuja na sera. Kama ambavyo nilifanya kwenye kampeni, nilikuja na sera ambazo lakini nitaziishi, na imani yangu kwamba kipindi kikiisha, kwa sababu katiba yetu inaturuhusu kuenda mara 2, tutakapomaliza muda wa kwanza huu 27, pengine haitakuwa kazi ngumu kuomba kura. Kwa tutakuwa tunaongoza katika njia nzuri, na tumekuwa na mahusiano mazuri na uongozi wa serikali, mkuu wa wilaya, na tunashukuru kwamba tulipata pia mwaliko kwenye chakula cha mchana kwa ajili ya wahanga wa Kariakoo Ikulu. Na nilipata nafasi pia ya kusema na rais, na katika mengi ambayo nilisema tu kero 2 ambazo zinatusumbua pale Kariakoo. Na tunashukuru kwamba baada ya pale kuna maagizo yalitoka kwa Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara Suleiman Jafo. Na baada ya pale tu muda mchache alikuja Kariakoo, na tumekuwa na kamati ambayo inachakata hizi dosari ambazo zipo, tumefikaje, kwa nini tuko hapo, na mimi ni sehemu ya mjumbe wa kamati ile, na tuna muda wa mwezi mmoja kufanya kazi. Kwa hiyo ni imani yangu tukimaliza tutaleta ripoti nzuri, na ikiwa zitapata baraka za serikali basi tutafanya mabadiliko ambayo yatakuwa ni chachu ya maendeleo kwa nchi, lakini na eneo letu la Kariakoo. Wakati unachaguliwa pia moja ya vitu ambavyo uliahidi kuanza navyo ni pamoja na
kuunda kamati ambayo itakwenda kufanya marekebisho ama kupitia katiba ya jumuiya. Wakati uko nje kuna dosari mlikuwa mnaziona kwenye katiba na mkahisi kwamba zikipitiwa zinaweza kuwa na manufaa, na labda dosari hizo ni zipi hasa? Asante. Ni kweli nilisema hili na nimekwisha unda kamati ile ambayo inaongozwa na mzee Nahori Sanga, lakini na msaidizi wake Filipo Matem, na tuna katibu bwana Munua na wajumbe kadhaa kutoka wazee wa heshima pale Kariakoo, lakini na sehemu ya halmashauri kuu. Na moja eneo ambalo lilitutatiza kwenye katiba hii ambayo tunayo ni eneo hili la uchaguzi. Ilikuwa ikionyesha kwamba mwenyekiti atateua kamati ya uchaguzi. Sasa unaweza ukaona wakati mwingine mwenyekiti anapoteua anateua watu wake, alafu mpaka siku tunaenda kwenye uchaguzi uongozi ambao ulimaliza muda haukuwa umekabidhi ofisi, bado ulikuwa unaendelea na shughuli za ofisi. Sasa unapokuwa mgombea wewe ni mwenyekiti, unaweza ukaona kuna kuwepo na mgongano wa maslahi. Na baada ya uchaguzi tulipata wakati mgumu wa makabidhiano ya ofisi, na hata tulipokabidhiwa kwa mbinde bado baadhi ya nyaraka muhimu hatukuweza kukabidhiwa. Na tumeona pia uongozi ambao ulishindwa uchaguzi wameanzisha jumuiya yao mpya wanaita Umoja wa Watu wa Huduma Tanzania. Lakini sasa kitu ambacho wamefanya pia, zile kurasa zetu za jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo na magrupu yetu ya WhatsApp wakazigeuza juu kwa juu kuwa sehemu ya hiyo jumuiya mpya. Kwa hiyo tunaona katiba haielekezi. Sasa ndio maana tunataka tupate katiba ambayo itaelekeza namna ya kupata madaraka, namna ya kukabidhi uchaguzi utaendeshwaje, nani atasimamia na nini mpaka wa uongozi, lakini na kamati ya uchaguzi. Nafikiri kuna sababu za msingi za wao kutokufanya makabidhiano yaliyonyooka. Sababu za msingi hakuna, ni roho tu wa madaraka. Kwa kweli ni watu ambao hawakujiandaa kuachia ofisi. Sasa ilikuwa ni ghafla na sasa wakaona ni namna gani. Kwa hiyo tumejaribu kuzungumza nao, kuwafikia, kuwaandikia. Tumejaribu kutuma wazee wa busara kuwaona. Lakini zote hizo hazijazaa matunda. Tunafikiria kuona ni hatua gani nyingine tutachukua ili kuhakikisha kwamba yale ambayo yalikuwa ni mali ya jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo yarejee kubakia mali ya jumuiya ya wafanyabiashara, na kama kuna nyingine mpya basi waanze na vitu vyao na waende, kwa sababu kuanzisha taasisi ni kila mtu anaweza kuanzisha. Cha msingi afuate tu sheria na taratibu za nchi. Hatuna tatizo na lakini kikubwa wananchi watapima ni wapi ambapo wanapata huduma sawa, lakini huduma bora inayowafaa. Nyinyi kama wanajumuiya ya wafanyabiashara hamna shida yoyote na jumuiya mpya ambayo imeanzishwa, kwa maana wakifuata taratibu na kanuni ambazo zipo, mko tayari kuwa competitor wa jumuiya na jumuiya? Unajua sheria inaruhusu mtu kufungua. Lakini sisi tunatamani kuwa na taasisi moja ambayo ina nguvu. Sasa kwa sababu ukitamani uweze kuzuia nyingine kuwepo, kikubwa ni kujitolea na kufanya kazi kwa ajili ya jamii ambayo imetuamini. Alafu jamii itaona nini inapata kutoka kwetu, lakini kama kuna kingine ambacho kinapatikana kwa mwingine si jambo baya, kwa sababu tunaamini pia unapokuwa na mshindani pembeni unaongeza speed, ukiona kwamba ukizembea hapa pengine huyo atani overtake na mambo mengine. Kwa hiyo imani yetu ni kuwa na jumuiya moja yenye nguvu kuliko kuwa na jumuiya tofauti ambazo zinagawanyisha watu na kuleta malumbano yasiyo na tija katika soko letu. Wakati baada ya kutangazwa kuwa mshindi sasa na kuwa mwenyekiti wa jumuiya, ulimteua Sadiki ambaye alishika nafasi ya pili kama sikosei kwenye. Alikuwa ni bwana Frederick Lutini. Alikuwa na nafasi ya pili ambaye alinifuatia kwa kura. Ukamteua kuwa mshauri wako. Ndio. Baadhi ya watu wakatafsiri kwamba tukio lile ni kama ni pressure ama ulimhofia kwamba kuja na labda alistahili kuwa kwa nafasi fulani. Hapana. Wakati wa uchaguzi mimi nilisema niko tayari kufanya kazi na mtu yeyote. Na moja ya kauli mbiu yangu ilikuwa ni kuepusha kuwepo na ukabila, udini au vyovyote vile ambavyo vingetubagua. Kwa hiyo huwa baada ya uchaguzi huwa kuna baki na majeraha ya kiuchaguzi. Lakini pia kunakuwa na makundi ya kiuchaguzi kwamba mtu wako ameshindwa na mtu wetu. Hasa kwa sababu mimi sikuwa nachukua madaraka ili nimuonyeshe mimi ni nani. Nilichukua madaraka ili tufanye Kariakoo isonge mbele kwa pamoja na tuwe na maendeleo, lakini tuwe na mabadiliko mazuri ya kisheria lakini na ya kikodi. Na kuhakikisha sisi tunapata lakini na serikali inapata. Kwa niliamua kuondoa makundi kwa kuteua watu wote ambao tulishindana nao kuja walete yale mawazo yao tufanye kazi kwa pamoja. Na tunafanya vizuri mpaka sasa. Mpaka sasa tunapozungumza tayari tuna
kama kuna mpasuko Kariakoo, sababu walioshindwa pia wametengeneza taasisi yao. Zipi jitihada kama mwenyekiti wa jumuiya ambazo umezichukua za kuhakikisha mnakuwa kitu kimoja na mnatengeneza jumuiya moja yenye nguvu? Cha kwanza, baada ya uchaguzi nilijaribu kumpigia sana kiongozi ambaye alishindwa. Nimejaribu kumpigia simu, lakini nimemtumia message mbalimbali na hakunijibu. Na kupitia pia wazee nikawatuma, nikamwambia niko tayari na yeye kumteua kuwa mshauri ili tufanye kazi kwa pamoja, lakini anaonekana hakuwa tayari. Pamoja na ile timu yake ya karibu wote niliwaambia tukutane tufanye kikao tuone tunashirikiana maeneo gani, lakini kwa bahati mbaya ukiwapigia simu wakati mwingine hawapokei, lakini message pia hawajibu. Kwa hiyo kwa mimi sina shida na wao, nikikutana nao tunasalimiana, tunapiga story. Hata jana tumekutana kwenye malumbano ya hoja, lakini baada ya malumbano walikimbia upesi. Kwa hiyo mimi sina tatizo na wao, lakini kusema kwamba wameanzisha, unajua kama umemaliza muda, kwa mfano unakuwa kiongozi mkubwa mahali, alafu unaingia kwenye uchaguzi unaambulia kura 12, alafu unaenda kuanzisha taasisi nyingine, unaweza kuona ilivyo ngumu kuaminika na jamii ambayo walikupa nafasi umeshindwa kuitumia. Sasa watakuwa amini vipi katika nafasi mpya ambayo unaianzisha? Mr. Severin Mosh, mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo, na tuko naye hapa kwenye PowerPoint ya M-Media Tanzania tukizungumza naye mambo kadha wa kadha ambayo natamani na pia wewe unatamani sana kuyafahamu undani wake. Na hapo tunazungumza kuhusiana na swala zima la kutengeneza jumuiya moja yenye nguvu, lakini upande wa pili vijana sasa hivi wanasema simu haziokotwi. Upande wa pili simu haokoti. Kariakoo pamekuwa na changamoto ya migogoro kwenye majukwaa tofauti. Tunaona baadhi ya watu wakieleza kwamba moja kati ya changamoto kubwa Kariakoo ni wafanyabiashara wakubwa kujiita wa machinga. Hili limekuwa likizungumzwa sana. Jumuiya imejipangaje kuhakikisha changamoto hii inafika mwisho? Lakini je, ni kweli wapo wafanyabiashara wakubwa ambao wanajikuta wao ni wa machinga, na nini sababu hasa za wao kufanya hivi? Sasa hili kwa kuwa tuliunda tume na mimi ni mjumbe wa ile tume na hii ni sehemu ya agenda ya zile tume, sitalizungumzia kidogo kwa sababu tuna miko katika yale ambayo tunafanya tutaki kuyasema. Walau tume kimaliza kazi naweza kuja sasa kutoa maoni kuhusu hili na nini, kwa sababu tunaweza kuwa nimeitangulia au nimetoa yale ambayo yapo katika majadiliano ya tume. Kwa nafikiri mwezi mmoja sio mbali tutakuwa tumemaliza ripoti yetu. Baada ya hapo tutakuwa na nafasi nzuri ya kulizungumzia. Na kama tulivyotangulia kusema pale awali kwamba Kariakoo ni sehemu mojawapo kitovu cha biashara cha nchi yetu. Pamekuwa na migomo ya hapa na pale, wakati mwingine biashara wakifunga maduka kutokana na sababu zao, wengine sababu binafsi na vitu kama hivi. Tuna muda wa miaka 3 kwa awamu ya kwanza. Kama mwenyekiti wa jumuiya tumejipangaje kuhakikisha tunakwenda sawa na kuona huduma zikiwa zinaendelea muda wote? Asante sana. Unajua kwanza huwa mgomo hauji kwa bahati mbaya. Na mgomo sio kitu ambacho unaamka tu unakuta mtu amegoma. Tatizo kubwa ni mawasiliano pengine baina ya watu wa serikali lakini na uongozi ambao unakuepo madarakani. Kwa sababu kabla kufikia jambo lolote lazima kuwe kuna kitu ambacho kilianza. Na hata ninapopata nafasi ya kuzungumza na watendaji wa serikali nawaambia ni muhimu inapotokea changamoto hata kama ni ndogo itatuliwe kwa udogo wake. Maana yale madogo unapoyaacha ndio yanakuja kuwa makubwa. Hakuna mfanyabiashara ambaye anapenda kugoma. Kwa sababu kigoma kwanza wengine wa marejesho na mambo mengine. Kwa maana ile hali inasimama na mambo mengi yanakuwa hayaendi kama ulikuwa umepanga target zako za mwaka zinakatikana kwa sababu ya migomo ile. Lakini migomo ile ilisababishwa na ugumu wa watu wa serikali kuenda kusikiliza changamoto ambazo zilikuwepo sokoni na watu walizisema kwa uwazi. Lakini kingine utakuta viongozi wetu pengine namna ambavyo walikuwa wanaenda kwenye mjadala huenda walikuwa wakieleza tofauti na hali halisi iliyokuwa sokoni. Mimi katika uongozi wangu nimesema nishirikishi. Na ndio maana nafanya kazi na watu wote kuanzia tuliokuwa wapinzani kwenye uchaguzi, lakini na yeyote yule ambaye nafikiri tukifanya naye kazi tutakwenda inatusaidia kurahisisha utendaji wa biashara. Tangu tumeingia kikao cha kwanza nilitisha na wenye viti wa serikali za mitaa, watendaji wa kata na wajumbe
wa kata zote za Kariakoo, kwa sababu tunajua tunafuata zile protocol za kiongozi kwamba tatizo linaanza kutatuliwa eneo husika, lakini likishindwa linaenda hatua nyingine, Na baada ya wale tumekuwa na mkuu wa wilaya vile vile, tumekuwa na kamishna wa TRA vile vile Kariakoo, lakini tumekuwa na meneja wa TRA Kariakoo zaidi ya mara 3 akitembelea sokoni na kwenda kuchatua changamoto pale sokoni. Tunapokuwa katika mashirikiano ya aina hiyo huwa hakuwezi kutokea mgogoro. Na namna sheria zilizokuwa zinatungwa, waheshimiwa wabunge wakienda wao wanazipitisha, sisi hatukushirikishwa. Sasa tunavyoletewa zile sheria kwa matumizi zinaumiza sana. Unapoumiza ukipaza sauti unasema hapana, pengine na huko nyuma watu walikuwa hisi wafanyabiashara Kariakoo labda ni wezi, ni wakwepa kodi. Lakini nashukuru baada ya haya tumeanza vizuri na ushirikiano, walau ile zana imeondoka. Na ndio maana tunaona tume ya Mheshimiwa Ombeni Sefue, nafikiri alikuwa balozi kiongozi, katibu mkuu kiongozi, wamekuja pia kuchukua maoni katika maboresho haya ya sheria za kodi katika nchi, na tunamshukuru rais kwenye eneo hilo kwa kuliona, na ni imani yangu kwa kuwa sasa wamechukua maoni kwa walengwa, pale tume itakapoleta taarifa basi italeta taarifa ambayo itakwenda kubadilisha sheria za kodi ya nchi yetu ziwe rafiki na kila mmoja awe na hamu ya kwenda kulipa kodi. Lakini kama haitoshi, elimu ya mlipa kodi inatakiwa kuongezeka. Kwa sababu tumekuwa tukiipata kwa sisi tulioko tayari kwenye biashara, na ni mara chache, lakini natamani sasa kuona inashuka kuanzia chini kwenye elimu yetu ya msingi, kufundishwe elimu ya kodi ili hata mtu anapomaliza shule anajua hata nikienda kuuza karanga na wajibu wa kulipa kodi kwa maendeleo ya nchi. Tofauti na sasa unamsubiri mtu akishahaso huko akifungua duka ndio unaanza kumpa elimu, na unajua tena mpa mzee wakati mwingine akubali mafunzo. Kwa hiyo nzuri tukaishusha zaidi ili tukiwa miaka 10-15 ijayo tukawa na watu wenye ueledi na utayari wa kulipa kodi kama kwenye nchi za wenzetu ambazo zimeendelea. Yes. Serikali pia imekuwa ikiweka mikakati ya kuona maeneo kama Kariakoo yanakuwa na biashara masaa 24. Mkuu wa mkoa amekuwa akilizungumza sana hili. Sasa nyinyi ndio wafanyabiashara wenyewe. Mnafikiri kwa namna tulivyo na miundombinu na kila kitu Kariakoo tupo tayari kuwa na kufanya biashara masaa 24? Tupo tayari kwa kiasi, kwa sababu tuna kama ulivyosema miundombinu, maeneo baadhi ambayo bado hayajakamilika katika maboresho. Kwenye sekta ya umeme tuna kufunga kamera katika mitaa yetu, lakini kufunga taa za barabarani katika maeneo mengi. Na katika vikao vyetu na mkuu wa mkoa anasema manunuzi yamekushafanyika, ni bidhaa ziko njiani kuja kwa ajili ya kuja kufungwa, lakini hatuwezi kuendelea kusubiri. Lazima tuanze. Kwa hiyo cha kwanza ni uthubutu. Na kwa tangazo lake jana tumekuwa kwenye kipindi tarehe 22 tutaanza. Hata kama tunaanza kwanza kwa majaribio na kujiandaa baada ya vitu kukamilika, ndio tuchanganye moja kwa moja, lakini ni lazima tuanze. Na wafanyabiashara tuko tayari kwa sababu ni fursa ambayo ni ya kujiongezea kipato. Na hata hivyo tumekuwa na biashara zingine ambazo sasa hivi zimesogea saa 4 saa 5, lakini tuna biashara zingine kama za starehe usiku ndio wakati wake. Lakini hata ushushaji wa mizigo mikubwa ile Kariakoo tunaingiza usiku. Kwa maana si kwamba tufanye kazi saa 24, sema ilikuwa tu haijawa rasmi. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akichukua jitihada mbalimbali katika kuhakikisha wafanyabiashara mnapata mazingira wezeshi ya kufanya biashara zenu. Kwa akichukua hatua kwenye maeneo ya kodi, lakini kwenye maeneo ya miundombinu, kadhalika pia hata kwenye tukio ambalo limetokea hivi karibuni Kariakoo, tuliona alipotoka ziara tu alipitiliza moja kwa moja Kariakoo. Nyinyi kama wanajumuiya na wafanyabiashara, mna appreciate kwa kiasi gani mchango wa Rais Samia? Cha kwanza tunampongeza kwa kweli kwa hatua nzuri hizi ambazo amefanya. Amekuepo miaka 3-4. Hapa katikati kulikuwa na shida kubwa sana baina ya wafanyabiashara na hizi mamlaka. Ulikuwa unaweza ukaamka asubuhi ukakuta kwenye akaunti yako hakuna hata shilingi 10. Zimeenda, ukiuliza unaambiwa ni hivi na vile, na hakuna majadiliano, hakuna lolote. Lakini baada ya ujio wake ile hali imeondoka. Lakini kulikuwa kuna kufungiwa, kama unadaiwa na TRA anakuja anafunga duka lenyewe, anafunga na akaunti zenyewe, kwa maana inaonyesha utarudi kijijini moja kwa moja. Lakini sasa hivi amefungua fursa kwamba hata kama tunadaiana na TRA tuna nafasi ya kukaa chini, tuna nafasi ya kuzungumza, na tuna nafasi ya kukubaliana kulipa taratibu ili niendelee kuwa kwenye kazi, lakini na deni liendelee
kulipwa, kwa sababu mtu yeyote anadaiwa. Kwa kweli ni hatua ambazo kila mmoja wetu anaziunga mkono, kwa sababu mazingira yamekuwa ni rafiki. Tukiondoa changamoto zile mbili ambazo tuliziainisha, mambo mengine yote yako vizuri kwa kweli, na tunampongeza hasa uwepo wa watu wa kodi sasa hivi wamekuwa ni wasikivu, hawatumii ubabe kama zamani, na nafikiri kii yake inaongozwa na kamishna mkuu ambaye anakuja mwenyewe mpaka chini kule kusikiliza. Kwa ni hatua nzuri ambazo zitatupeleka mbali na zitainua morali ya biashara. Tunaona pia walipa kodi wamepewa zawadi, kwa maana sasa kila mtu atajua kumbe nikilipa mwisho wa mwaka na mimi nitakuwa kwenye ile zawadi, nitatambulika, nitapewa cheti na Mheshimiwa Rais. Na wakati tukiwa pale The Dome Masaki, Mheshimiwa Rais alisema sherehe zijazo za tuzo za walipa kodi hazitakuwa tena za TRA kama zilikuwa mwaka huu, zitakuwa za kwake mwenyewe. Watu watapata nafasi pia ya kwenda Ikulu. Kwa hiyo na yenyewe ni motisha kuchagiza watu waongeze bidii katika ulipaji wa kodi. Katika kipindi chake pia moja ya vitu vikubwa ambavyo amevifanya ni kufungua mipaka, kwa maana kuruhusu in and out. Nafikiri nyinyi kama wafanyabiashara, ujio wa wageni wengi kutoka nje kuna wanufaisha kwa namna moja ama nyingine? Hapa sasa kuna mara mbili. Tunapata wageni ambao wa nchi za jirani wanakuja kufanya manunuzi katika nchi yetu. Lakini tunao wageni kutoka nchi zingine vile vile wamekuja kufungua biashara vile vile kwenye eneo letu. Sisi kama wafanyabiashara tunatamani kuona hizi biashara ambazo ni za katikati ndogo ndogo za kwetu watu tuzifanye. Lakini kwenye yale maeneo makubwa kama makampuni na viwanda na nini, basi wale watu ambao na sisi utaalamu hatuna ndio wapewe zile nafasi. Kwa tuna changamoto za aina mbili. Kushukuru kwanza wageni wale wanunuzi wamekuja, kwa maana zile operation za TRA hakuna, anakuwa na uhakika kununua mzigo wake na kuondoka nao. Lakini kwenye hawa wageni ambao wamekuja kuchukua sasa na kazi zetu hizi, hiyo imekuwa ni changamoto, na ndio ambalo nimesema lipo kwenye kamati. Basi tukishapata majibu bila shaka tutalitolea ufafanuzi na ufunguzi. Ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo, tukiwa tunazungumza naye kwa namna moja ama nyingine yale yote ambayo tunatamani kupata ufafanuzi kutoka kwake, kusikia zaidi kutokea kwake, na tuko naye hapa kwenye PowerPoint. Mimi jina langu naitwa Bertram Chopa, na mwenyekiti, tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa kumaliza, kumekuwa na wimbi kubwa la vijana wadogo kufungua biashara Kariakoo. Kwa namna moja ama nyingine, nyinyi ni uzoefu, mmekuwa kwa Kariakoo kwa muda mrefu. Vijana inawezekana wanapitia changamoto na nini na vitu kama hivyo. Huko utaratibu wa jumuiya kukutana na watu wake, kubadilishana mawazo, namna gani biashara zinaendeshwa, nini kifanyike, hapa tunatokaje? Naam, utaratibu tunao. Na unapoingia Kariakoo, zamani ilikuwa kujiunga na jumuiya ilikuwa 120,000 kwa mwaka. Lakini sasa hivi tumeipunguza mpaka 34,000 pekee kwa mwaka. Hii tumefanya ili kila mtu aliyepo Kariakoo ajiunge na jumuiya. Na unapokuwa mwanachama, kwa maana umelipa ada ya mwaka 34,000, ukipitia changamoto za kikodi au za nini, jumuiya inasimama kwa niaba yako kuzungumza na kutafuta mwafaka baina ya wewe na serikali au TRA au na chombo chochote. Lakini hata kitokea na mwenye nyumba wako, pia tunaingia kutafuta maridhiano. Pale ambapo tutakuwa tumeshindwa ndio tunaona hatua zingine ziendelee, lakini walau kwa kuwa tumeingia kwa namna moja, tutasimama na ule upande wenye haki. Na unapokuwa pale, ukishakuwa mwanachama, tutahakikisha kwanza unapata frame bila kutapeliwa, lakini kama unahitaji ushauri wowote wa kibiashara tunakupatia vile vile, kwa sababu mimi na uzoefu, nimekuwa pale miaka kama 23. Nimejifunza vipindi vyote vigumu vizuri vyote vimepita nikiwa. Kwa hiyo tunawakaribisha pia, na tunaomba wale waliopo sokoni walipe ada, wajiunge. Tuna grupu zetu, tumekuwa tukipita na vyombo vya habari vile vile, vipeperushi, tumekuwa na vikao kwenye vijiwe vya kahawa. Basi kila mtu ajiunge, tuwe wengi ili tuwe na kauli na sauti ya pamoja. Sasa ili sikulazimishi, unaweza kukubaliana nao ama ukalikataa. Tumeyazungumza mazuri, changamoto na yale ambayo anayafanyia kazi. Lakini chama chake kimempa ridhaa tena ya kuendelea kuwa wamemsimamisha kama mgombea. Vipi kwa yale ambayo tumeyazungumza, jumuiya inasemaje? 5 tena? Asante sana. Nilipopata nafasi pale Ikulu wakati wa chakula kile cha mchana, nilimpongeza pia kwa kuaminiwa na chama na kupeperusha bendera kwa mara nyingine. Sisi tunamuunga mkono. Tunamuunga mkono jumuiya, tunamuunga mkono kuona kwamba anaendelea kuweka mazingira rafiki katika ufanyaji wa biashara.
Ndio. Neno la mwisho kwa wanajumuiya? Neno la mwisho kwa wanajumuiya, tulimkaribisha Kariakoo. Na tulimkaribisha Mheshimiwa Rais Kariakoo na alipoahidi anakuja. Tumejiandaa, tunamsubiria kwa hamu afike Kariakoo. Tuzungumze safari wala wakija tutapiga story, hatuna mambo mengi sana ya kulalamika. Kwa tunamsubiri kwa hamu. Lakini neno la mwisho ni wafanyabiashara kutoa receipt, lakini wakinunua pia wadai receipt na walipe kodi, lakini wajiunge na jumuiya ili kwa pamoja tujenge nchi. Na asante. Severin Mush, mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo, ndivyo ambavyo anamaliza kwenye PowerPoint ya M-Media Tanzania. Kikubwa unachotakiwa kufanya ni kuendelea kuwa mwanafamilia wetu, kusubscribe, kucomment na kulike. Nyuma kamera director Kawonga, good luck 10 boy. Asante wote ambao wamefanikisha kipindi hiki. PowerPoint.